Naam, habari za jioni mtazamaji popote pale unapotusikiliza, na karibu katika matangazo ya habari za jioni kupitia Solombe News. Tulionayo jioni ya leo ni pamoja na Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi awasili Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ziara ya kiserikali, agenda kuu ikiwa ni ujenzi wa kituo kikubwa cha usafirishaji mizigo Dar es Salaam na Cairo. Rais Samia Suluhu Hassan kutinga mkoani Kigoma kuzindua ujenzi wa SGR katika kipande cha 6 Tabora hadi Kigoma hapo kesho. Na Umoja wa Mataifa waonyesha wasiwasi mkubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu ghasia za waasi zinazozorotesha mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mimi jina langu ni John Solombi nikikukaribisha uwe nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naam, tuanzie na habari za kidiplomasia ambapo Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amewasili jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa ziara ya kiserikali. Rais el-Sisi amepokelewa kwa itifaki na mwenyeji wake Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo ajenda kuu katika mazungumzo ya viongozi hao wawili yalikuwa ni pamoja na mpango wa pamoja wa kuanzisha kituo kikubwa cha usafirishaji kati ya Dar es Salaam na Cairo. Hatua hii inataja kwamba ni chachu kubwa itakayozindua ukurasa mpya wa kibiashara na kukuza sekta ya usafirishaji kati ya ukanda wa Afrika Mashariki na nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Tuelekee kule Kigoma ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwasili katika mkoa wa Kigoma hapo kesho siku ya Jumatatu Julai 20 mwaka 2026 kwa ziara ya kikazi, ambapo ataweka jiwe la msingi la kuzindua rasmi ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kati ya Tabora hadi Kigoma. Ujenzi huu wa kipande hiki cha 6 chenye urefu wa kilomita 506 una thamani ya shilingi trilioni 6.31, ambao unatajwa kwamba ni nguzo muhimu katika mkakati wa muda mrefu wa Tanzania wa kuunganisha ukanda wake wa kati na usafirishaji wa nchi za jirani ambazo hazina mlango wa bahari. Ujenzi huu unakuja wakati ambapo tayari huduma za usafirishaji kupitia reli ya kisasa ya SGR umekwishaanza rasmi kutoka Dar es Salaam, Morogoro hadi mkoani Dodoma. Kwa upande wa habari za kimataifa sasa, tuangalie kuhusu ofisi ya kuratibu masuala ya binadamu ya Umoja wa Mataifa ambao umeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ghasia hizo zinatajwa kwamba zinaweza zikakamisha jitihada za madaktari ambao wanakabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, mlipuko huu ambao unatajwa kwamba ni mkubwa wa 3 kurekodiwa katika historia ya nchi hiyo. Hadi sasa watu 750 wanasadikiwa wamekwisha fariki dunia na wengine 2000 kuthibitishwa kwamba wamekwisha ambukizwa na ugonjwa huo wa Ebola. Kule Mashariki ya Kati, mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mbaya zaidi kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya anga kwa usiku wa 7 mfululizo. Jeshi la Marekani limeshafanya mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya ulinzi wa anga wa makombora ya Irani, huku kukiwa na ripoti za vifo vya watu 8 usiku wa kuamkia leo. Irani nayo imejibu mapigo kwa kurusha makombora na drone zinazolenga vituo vya kijeshi vya Marekani na washirika wake huko Syria, Kuwait na Oman, hatua inayolazimisha kufungwa kwa anga katika nchi ya Kuwait. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Solombe News. Mimi jina langu ni John Solombi, nasema usiku mwema.